Nawaambia hata kama nimepona hivi, sio madaktari wamenisaidia, sio kwa uwezo wangu, lakini ni Mungu amenisaidia kupona. Hiyo ndio makosa Mungu mfalme alifanya. Na katika familia zetu, watu wanapokuja wanaona nini? In most cases, watu wanapokuja katika familia zetu, tunawapea album. Tukiendelea kuandaa vyakula, tunawapeleka around our compounds. Tunawaonyesha shamba yangu imefika hapa, hapa ndio nimefuga kuku, na hapa nimeweka ng'ombe, hapa ndio nimeweka hiki na kile. Lakini hatutumii ule muda wa ule mgeni amekuwa kwetu kutangaza na kumuonyesha yule Mungu ambaye ametuwezesha kupata na kufanya yale mambo. So, wana wa Mungu, jioni ya leo nataka kuwaambia hivi. In any small opportunity unapata, umtangaze Yesu. Ukiwa na wale watu ambao hawajamjua Yesu, wanapokuja katika familia yako, na wao wamjue Yesu kupitia kwako. Katika ile small opportunity umepata, unapopata watu wamekuja kwako hawajui juu ya Yesu, waambie na watangazie, uambie wajue juu ya Yesu. Mfalme alikuwa na nafasi nzuri ya kuambia wale watu wa mataifa vile Mungu anaponya na vile Mungu wa Israeli ako na uwezo na nguvu, lakini mfalme akaanguka pale. Na sisi kama wana wa Mungu, watu wanapokuja katika familia zetu, wamuone Yesu kupitia kwa familia zetu. Tunapatia wageni album, tunawaambia hapa ni mtoto wangu alikuwa ana graduate, hapa ni wakati kijana wangu mkubwa alikuwa anafanya harusi. Tukaenda katika familia moja, mama akitufanyia introduction, akatuambia na picha, akatuambia omwana oyo nene rogere tende moyo. Kwa sababu huyu mtoto wake ako ng'ambo, anamtumia pesa za matibabu na chakula na kila kitu, mama anafikiria huyu mtoto wake ndiye amemfanya awe hai. Na Mungu akisema atakufa usiku, yule mtoto atazuia kifo? Mungu wetu ambaye anatulinda na ametufanyia makuu, tunastahili kuonyesha na wengine na wao wajue. Tunaposoma katika 2 Kings 5, tukianzia verse 25, kuna mtoto mdogo pale ambaye alitumia hao opportunity kumtangaza Yesu ambaye anapatikana kwao. Waisraeli watu walipokuja kuosa hawa watu wa Syria from Naaman. Naaman si alikuwa wa Syria. Wa Syria walipokuja kupigana vita na Waisraeli, wakachukua watu mateka. Na among the people who were taken to captivity was a small girl. Ukiona huyu mtoto mdogo, unaweza kumweka kati ya miaka 9 na 12. Huyu mtoto alipofika pale, alimuona vile yule mkubwa wake ambaye ni Naaman alivyokuwa anataabika, anatezeka na ule ugonjwa ambao ulikuwa wa ukoma. Huyu mtoto hakunyamaza, akaenda akaongea na mke wa Naaman, akamwambia kama mkubwa wangu angekuwa na ule nabii ambaye ako pale kwetu Samaria, angemsaidia na apone. Imagine, huyu ni mtoto mdogo, huyu msichana mdogo alipoenda katika ile nchi ya utumwa, akamtangaza Mungu ambaye anapatikana kwao Samaria. Akaambia yule mama, kama mkubwa wangu angekuwa na yule Mungu ambaye anapatikana kwetu Samaria, angemponya ugonjwa wake. Na kitu kingine, huyu mama ni kama she was in good terms na huyu mtoto. Wale watoto ambao wanatufanyia kazi, wale wafanyikazi wetu ambao tunakaa na wao, ukiwa mzuri kwao, when you are free to them, unawaongeresha vizuri, hata kama ni chakula they eat freely. Kama huyu mama angekuwa mkali kwa huyu mtoto angemuongeresha. Lakini huyu mama was a friend to this small girl. Vile alikuwa rafiki yake, huyu mtoto akatumia this small opportunity she has kumwambia juu ya Mungu ambaye anapatikana kwao Samaria. Huyu mtoto hakuwa na tumaini la kurudi pale kwao tena. Hata alipoambia Naaman na huyu mtoto, hata hakuna siku moja aliona huyu Elisha akifanya miujiza. Lakini alikuwa anasikia, kwa kile kidogo ambacho alikuwa anasikia ndicho alitumia kumtangaza Mungu. Na akaambia yule mama mke wa Naaman kwamba there is a God in our land ambaye anafanya hivi na vile.
kuna mtu wa Mungu. Na hata vile Naamani alienda mpaka pale Samaria kutibiwa, hakuna mahali tunasoma ati alimwambia ukifika pale Samaria, nyumba yetu iko mahali fulani uangalie uone kama iko vizuri. Hapana, alimwambia tu juu ya Mungu ambaye anapatikana pale kwao Samaria. Na Naamani alipofanya vile, alipofuata maagizo ya haya mtoto, na kwa ukweli Naamani alipata kupona. Naamani alipona kupitia kwa huyu mtoto. Hivyo in any small opportunity that we get, tuitumie kumtangaza Mungu na kuambia wengine juu ya Mungu ambaye ametusaidia, ambaye ameponya, na wajue na wao wajue nguvu za Mungu. Watu wanapokuja kwako wanaona nini? Wanamuona Yesu ama wanaona vile umejenga nyumba? Na wale ambao wanakufanyia kazi, wafanyikazi wako kama huyu msichana mdogo, na wale ambao wanakuja kujikinga mvua, je, wanaona nini kupitia kwako? Na inatakiwa kumhubiri Yesu in season and out of season. Anytime tunapata, tumtangaze Yesu, as we read from 1 Timothy 4 verse 2. Tumtangaze Yesu wakati ufaao na wakati ambao haufai, in season and out of season. Na hata mahali tunaenda Kerero, kuna wakati mwingine tunaenda ni matanga, tunaenda ni ugenini pale, na hapo napo tumtangaze Yesu. Watu wamjue Yesu kupitia kwetu. Siku moja tukaenda matanga. Tulipoenda matanga, unajua mnakutana watu wengine wametoka Western, wametoka wapi, mnakutana na watu wengi sana. Tulipokuwa pale, kila mtu alikuwa anaongea, kila mtu ameongea. Sasa tulipomaliza kuongea, hakuna mtu aliyeongea chochote kumuhusu Yesu. Lakini tunapokuwa pale, tunatakiwa kumtangaza Yesu, na ukiwa miongoni mwa wale watu, na hapo watu wanatakiwa kujua kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Nikaanza kuimba, masase asegetunwa masase akobara ebirubo asobolisyobuya. Nilipoanza kuimba hivyo, wale wamama wengi ambao walikuwa katika ile room wakaanza kuimba. Walikuwa wanaimba tena, wengine wanaimba alto, wengine wanaimba soft. Tukaimba vizuri, tukamaliza, tukaomba. Na vile nilikuwa nawaambia, sometimes mnasave mafungu kwa simu, wacha kusave watu peke yake. Tukaomba, tukasoma, na watu wakajua kweli hapa miongoni mwetu kuna mtumishi wa Mungu. Na wakati uko mbali na watu ambao wanakujua, how do you behave? Watu wengine wakiwa mbali na penye watu wanawajua, unaweza kutoka hapa uende kama ni Mombasa, uende Nairobi, uende mahali popote pale, unaendelea kumtangaza Yesu, ama Yesu unamwacha nyumbani na unaenda peke yako. Unapokuwa mbali na penye watu wanakujua. Mama mmoja, kuna soko inakuanga pale Ogembo. Soko ya Ogembo inakuwa on Saturday. Sasa mama mmoja ni mwenye kuuza viazi, akaenda siku ya Sabato na ni deaconess, akanunua viazi gunia moja. Amepanda pikipiki na gunia, na amekaa kwa hiyo gunia juu. You can imagine and see how she was seated. Ile gunia ni kubwa, amekaa kwa hiyo gunia, na mwenye pikipiki anampeleka sasa kwake nyumbani. Na ilikuwa ni siku ya Sabato, kitu kama saa 10 hivi. Alipokuwa akienda na ile pikipiki, akaona pasta kutoka mbele na washiriki wengine walikuwa wanaenda feed station. Akaambia ule mwenye pikipiki, pasta ndio ule na washiriki wenzangu, sasa kitufanye pindua hii pikipiki hivi wasinione. Yule mwenye pikipiki, kwa sababu hakuwa na mahali pa kupeleka ile kuenda kupindua pikipiki, ikaingia kwa miti, na yule mama akaumia, akafunjika mguu. Unapokuwa mbali na watu ambao wanakujua, how do you behave? At the same time, kuna watu ambao wanakuwa na madharau kwa watu wengine. Unakuwa na madharau kwa watu wengine, badala ya kukaa na watu na wale watu na wao wamjue Yesu kupitia kwako, unakuwa na madharau na watu.
Wamama nilimewaambia over and over again kwamba tuwaheshimu waume zetu. Hata kama wewe una pesa kumshinda, umheshimu mume wako. Hata kama mume wako hajasoma kama wewe, bado umheshimu. Mtu ambaye alikuwa anadharau mwenzake ni Penina, alikuwa anadharau Elikana kwa sababu Elikana hakuwa na watoto. Kuna wanaume ambao wameoa wanawake wawili. Unapata mwanaume akona wanawake wawili, alafu anadharau yule mwingine. Anadharau mkubwa kwa sababu amepata mwanamke mwingine. Mungu anatuambia, ama maandiko yanatukataza katika Exodus 21 verse 10, kama uko na wanawake wawili, wote uwapende na uwatunze kwa sababu wote ni wake zako. Kuna watu wanadharau neno la Mungu. Kwa sababu ya muda ninaenda haraka. In Proverbs 13, kuna watu wanadharau neno la Mungu. Na Mungu kwa hivyo sio vizuri kudharau neno la Mungu. In Proverbs 22:23, watu wengine tunadharau wazazi wetu. Kuna watu tunadharau wazazi. Wazazi wametulea, wametusomesha hata kama ni kidogo, na umefika penye huko. Kwa hivyo unapodharau wale wazazi wako ni jambo baya sana. Msichana wangu akiwa shuleni, wakawa wanasoma na msichana mmoja. Wao walikuwa maskini. Hivyo sisemi kwetu tulikuwa matajiri. Watoto wengi ambao wako shuleni pale wako wa viwango mbalimbali. Huyu mtoto kwao walikuwa maskini, na mama yake ikifika fee station, yule mama alikuwa anajitahidi, anakuja kuona yule mtoto wake. Anapokuja shuleni kumuona, mama ameleta kama ni ndizi ambayo imeiva, kwa sababu ndio ako nayo, na avocado analetea yule mtoto wake. Akikuja shuleni, yule msichana alikuwa anaambia wasichana wengine, huyu ni mfanyikazi wetu. Lakini yule mama hakuwa mfanyikazi wao, alikuwa ni mama yake. Kwa hivyo tusidharau watoto wetu. In Proverbs 29 verse 1, tunaambiwa watu wengine wanadharau onyo. Wanaporekebishwa, wanapoonywa, wanadharau. Watu wengine wanadharau kazi ya Mungu. Unadharau kazi ya Mungu aje? Kwa sababu wewe ni daktari, wewe ni mwalimu, wewe ni principal, na wewe ni deacon wa kanisa. Ukifika kanisani, utaki kupanga viti kwa sababu wewe ni daktari, na wewe ni principal, utaki kufanya kazi ya Mungu kwa sababu utaonekana mdogo. Tunadharau watoto wengine. Kochaya abana bande. Sana sana wale ambao hawana wazazi tunawadharau. Tunaheshimu wale ambao wako na pesa watatupatia kesho. Chikamati chiko cha yabakaba murawa mwabo. Unapata ndugu yako ameoa na mnadharau yule mke wa ndugu yenu. Lakini sana sana lile jambo linapotokea, mtu mwenye anagive that room ni mama. Mama anajifanya ajui chochote, lakini yeye ndiye anasukuma wale wasichana wake kudharau wale wanawake ambao wameolewa kwake. Msichana akiolewa kwako, unaanza kumwambia hata tulipokuja kwenu, nyumba yenu ni ya matope. Hii mbuo na kuwa vinyolili. Kwa hivyo tuheshimu kila mtu, tusiwe na madharau. Labda huyu mtoto ametoka kwao ambapo kuna hawana chochote, amekuja hapa kwako. Uzuri ni kwamba hata kupeleka pale kwao muende kukaa huko, lakini mtakaa hapa kwenu. Kwa hivyo waje kumdharau. Na kijana wako alitafuta mwanamke ambao kwao wako na nyumba ya permanent, akakosa, akapata huyu kwao ni matope na akampenda. Kwa hivyo tupende huyu mtoto, na tupende huyu mtoto ambaye ameolewa katika nyumba zetu. Daudi akimuua Goliath, jambo lilisababisha Goliath auawe ni kudharau, alidharau Daudi. As we read from 1 Samuel 17 verse 42. Alidharau Daudi, akaona ni kadogo, akatoa hata ile kofia yake ilikuwa inamkinga uso, kwa sababu ya yale madharau Goliath akauawa. Na
kuna mtu mmoja katika familia moja, msichana alikuwa ameolewa pale, amezaa mtoto mmoja. Bila amezaa mtoto mmoja, kwa bahati nzuri huyu kijana akaenda Marekani. Vile yule kijana alienda Marekani, wakamsindikiza wakafika kumbadisha ndege, akaenda. Vile alirudi, mama akaona vile pesa zinakuja kwake. Sasa watu wanaamini watu wakienda Marekani kuna pesa, wakaja wakafukuza yule msichana, akaenda kwao. Vile walirudi tu, jambo la kwanza ni kumwambia beba mtoto wako na kila kitu na uende. Sasa vile yule hata na simu wakamnyang'anya. Vile yule msichana alienda, kwa sababu akiwa na hii simu yule ambaye alienda atapata njia ya kumfikia. Sasa wakamnyang'anya simu. Kijana akakaa pale anajaribu kutafuta njia ya kufikia mke wake, hampati, mpaka akatafuta njia ya kupata rafiki yake. Akamwambia vile walitoka airport, the first thing they did ni kufukuza mke wako. Yule kijana wao akatafuta njia ya kucontact yule mke wake. Ameendelea kukaa pale, amekaa yenyewe amepata hizo pesa zenye walikuwa wanatarajia. Na yule kijana siku moja akaja kwao, akaja hapa Kenya. Alipokuja Kenya, kitu ya kwanza alitafuta mke wake penye yako, wakaongea na yeye. Na kwao mtu akawaambia, niliona kijana yenu Kisii Town na niliwaona akiwa na mke wake. Wakasema hatuja muona hapa. Na uhusiano wao na wa ule kijana na wazazi wake ulidhoofika kwa yale ambayo walifanyia mke wake. Wamama, watoto wetu wanapooa tigatuanche bakaba muragwaito naende tubalende tulende na abachokoro baito, na Mungu wa mbinguni awabariki. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa jioni ya leo na masaa haya, tunakushukuru kwa ajili ya utulivu. Na Mungu wetu tunakuomba hata na siku zinazofuata utupe utulivu. Leta upendo miongoni mwa watu ambao wanaishi katika hili taifa la Kenya na ulete kuelewana. Tumejifundisha Mungu, watu wanapokuja kwetu wakuone na tusiwe watu wa kudharau watu. Tuheshimu kila mtu jinsi alivyo. Programu nyingine inapoingia tunaikabidhi mikononi mwako. Hebu mapenzi yako yatendeke, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante Mama Lucy kwa hayo mambo. Tena wakati huu wa pekee, Women Ministries, please, if you are around, mukimbie haraka haraka because of time. Women Ministries, come with one item please. Harakisha popote mlipo, nimbaroje imokanchuo.
Asante. Wanaoondoka jukwani ni kina mama wa kanisa ya Kiadventista ya Kisii Central, na wimbo wao mzuri ambao unatuambia kwamba kule juu mbinguni hamtakuwa na machungu, kwa maana Yesu atayavuta yote. Praise God. Kabla sijamwalika mhubiri aweze kunena nasi, ningependa niweze kutoa matangazo mawili. Siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa hapa. Wale wote ambao wameweza kunakili majina yao na wale ambao wamekwisha jitolea kwa Yesu, mmepata kualikwa muweze kushiriki katika ubatizo huo. Tangazo la pili ni kwamba baada ya mahubiri haya makuu tutakuwa na programu nyingine fupi ambayo itakuwa ni programu ya unabii. Kwa hivyo tukimaliza, na wasi kwamba muweze kubakia kwa hiyo programu nyingine. Wacha Mungu awabariki. Before I invite the pastor to share the message, allow me pray before we continue. May we pray. Gracious Father, we thank you because you're our creator and our redeemer. We praise your name for the great things you have done unto us. Lord, for the last 2 weeks we have been listening from your man servant. Mungu wetu, tumekuwa tukisikiza mtumishi wako uliyetuma kunena nasi katika mahala hapa. Asante kwa wote ambao wamesikia sauti hiyo, na kuna kwamba wengine pia wako katika ile barabara ya kufanya uamuzi. Mungu, tunaomba kwamba uweze kuwasaidia waweze kufanya uamuzi wa busara. Bariki mnenaji anaponena nasi. Fungua mioyo yetu ya ndani ili tuweze kuelewa yale maneno makuu ambayo yanatoka kitabu cha uzima. Bariki wote ambao wanahusika katika program. Bariki washirika na wala ambao wanasikia sauti hii kwa umbali. Mungu wetu, tuomba kwamba usiwapatie amani ikiwa kuna mmoja ambaye anataka kufanya uamuzi. Baba, tuomba kwamba usiruhusu apotee. Tumeweka yote katika mikono yako. Tuomba kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu uzidi kuenda nasi, kwani tumeomba tukiwa na imani kupitia Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Santi, welcome pastor.
Bwana ni mwema. Siku zote. Siku zote. Bwana ni mwema. Well, good afternoon, everyone. Habari ya jioni kila mmoja. Lovely to see you come and join us again this afternoon. Nina furaha maana nimeona mmekuja kwa ajili ya kushiriki jioni ya leo. Yesterday we couldn't come because the roads were blocked for us to get here. Jana hatukuja maana kwenye barabara palikuwa na vizuizi, kwa hivyo hatungeweza kufika. But today it's almost back to normal. Basi leo mambo yanarudi tu namna ilivyo kawaida. So we're going to just spend a few moments answering a few questions. Basi tutachukua muda mchache tu kwa ajili ya kujibu maswali. There are about 4 questions that have been asked, and I'll maybe answer 1 or 2 of them to start off with. Basi maswali ambayo yameshaulizwa ni 4, lakini tutafanya kujibu 1 ama 2 kwa kuanza. We'll start with the most difficult one first. Basi tutaanza na swali ngumu kabisa. So someone sent in a note and asked this question. Basi pana mwenye kuandika ujumbe na akauliza. It's the story where Jesus has asked if he would perform a sign or a miracle so they might believe. Basi pana mahali ambapo Yesu aliulizwa kwamba ikiwa atatenda muujiza ama ishara ili wafanye kuamini. And then Jesus rebukes him. It says, an evil and adulterous generation seek for a sign. Basi Yesu ni mwenye kumkemea na kumwambia waovu na ambao ni washerati huwa wanatafuta ishara. Then Jesus says to them, no sign will be given except the sign of Jonah. Na Yesu akajibu kwamba hamna ishara ila ishara yake Yona. And so the question was, we'll go to the Bible in Matthew chapter 12 and verse 40. Basi swali ambalo lilikuwa na tutaenda katika Biblia Mathayo 12 fungu ni la 44. So Jesus says that the sign of Jonah the prophet will be a sign to them. Basi Yesu anasema ya kwamba hii mwana wa Yona, that he is the one whom he says he is. maana yeye ndiye alichosema alicho. So let's read Matthew chapter 12 Tutasoma Mathayo 12 and verse 40. Fungu ni la 44. Father, just bless the reading of your word as we read it together. We pray for your Holy Spirit to guide us and help us understand in Jesus' name. Baba, tunaomba Roho Mtakatifu apate kutuongoza tunaposoma na tunaomba upate kutuongoza katika jina lake Yesu. Amen. 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 So let's read together. We're in verse 40 of Matthew chapter 12. Aya ni 44 na mlango ni 12 Mathayo. And this is the sign that Jesus said. Basi hii ndio ishara ambayo Yesu alishanena. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. So there are some people who've tried to answer us saying that Jesus wasn't actually crucified on a Friday but on a Wednesday. Basi pana watu ambao wameleta utata wakisema kwamba Yesu hakusulubishwa siku ya Ijumaa bali alisulubishwa siku ya Jumatano. So they start 2 days earlier and there they fit 3 days and 3 nights into the schedule. Basi wao wanahesabu siku 2 kabla alafu zinaingia hata siku 3 ili ziweze kuingia kwenye ratiba. But if you look at Luke chapter 23 and verse 56, basi unapotazama kitabu cha Luka 23 na aya ni ya 56, and you look at the verses there into Matthew chapter 24 and verse 1 and 2, you'll clearly see Jesus was crucified on a Friday. Na unapoangalia katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 1 na 2 ni wazi ya kwamba Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa, which was the preparation day for the Sabbath. ambayo ilikuwa ni siku ya maandalizi kwa ajili ya Sabato. So then they rested on the Sabbath day according to the commandments. Na wakafanya kupumzika siku ya Sabato ilivyo maandiko. And then very early on the first day of the week, the women then go out to anoint Jesus and to embalm his body. Basi siku ya asubuhi ya juma ya kwanza, wanawake walienda pale na manukato kwa ajili ya kumpaka Yesu. So Jesus was already raised at that time when they got to the tomb. It was empty. Tayari wakishafika pale Yesu ameshafufuka na kaburi li wazi. But you only have Friday night, Saturday night. That's 2 nights. Na tuna Ijumaji usiku, Sabato usiku. Hizo ni siku 2 za usiku. And then you have Sabbath morning, Sunday morning, so that's only 2 mornings. Na vile vile tuko na Sabato asubuhi na Jumapili asubuhi ambazo ni asubuhi 2.
So basically you have 2 days and 2 nights. Basi ni wazi ya kwamba siku ni mbili pamoja na usiku ni mbili. But Jesus says 3 days and 3 nights, like Jonah was in the belly of the big fish. Lakini Yesu ni mwenye kutamka ya kwamba namna ilivyokuwa na Yona kwenye samaki, naye pia itakuwa siku 3 na usiku 3 ili awe katika moyo wa nchi. So some people have speculated that this word, that it'll be 3 days and 3 nights in the heart of the heart of the earth must refer to the grave. Basi wengine wamesha bashiri ya kwamba siku ni 3 pamoja na usiku ni 3 za kuwa kwenye kaburi ambayo ni ndani ya samaki pia. There are also some that argue that when people say a day and a night, a 24-hour period, Pana mambo ambayo watu walikuwa wanasema kwamba mtu anaposema usiku na mchana, hayo ni masaa 24, that a part of the day will be calculated or reckoned as a full day. basi sehemu ya siku pia ingeweza kupigiwa hesabu hiyo ni siku nzima. So you have part of Friday, Basi tuko na sehemu kidogo ya Ijumaa, you've got the full Sabbath, na uko na sabato nzima, and then part of Sunday. na vile vile sehemu chache ya Jumapili. But that's only 2 days and 2 nights. But they say it will be calculated as 3 full days. Basi hizo ni siku mbili na usiku mbili, lakini katika hesabu ni siku 3. I think there's a different explanation than those two. Basi mimi nafikiria kwamba maelezo ni tofauti zaidi ya haya mawili. So let's go to the book of Jonah. Basi tutarudi kitabu cha Yona. Jonah chapter 1. Yona sura yake ni ya And let us kwanza. understand here, because God asked the prophet Jonah to go to Nineveh, a very wicked city. Basi Mungu alipata kumwagiza Yona aende katika mji wa Ninawi, mji ambao ulikuwa umejawa na maovu. And God asked Jonah to go and warn these people, saying in 40 days their city will be destroyed because of the wickedness. Basi Mungu alimwambia apate kuwaonya, maana alishawaambia baada ya siku 40 mji huu utaangamia kwa sababu ya uovu wao. But Jonah refuses and he goes in the opposite direction. Lakini Yona ni mwenye kukataa na kaenda sehemu mbadala. Nineveh is that way, he gets on a boat going that way. Basi Nineva iko hapa na yeye ni mwenye kuingia kwenye meli na kwenda sehemu pinde. And so while he's on the boat, there's a terrible storm. Basi anapokuwa kwenye chombo pakawa na bahari ikajawa na pepo. And they finally realize the problem is Jonah on the boat. Na hatimaye walishagundua kwamba tatizo ilikuwa ni Yona. Jonah then gets thrown overboard in the boat. Basi Yona ni mwenye kurushwa kutoka kwa merikebu. And as soon as he hits the water is calm. Na pindi tu alipoanguka kwenye maji pakawa na utulivu. But as Jonah is sinking in the deep waters, Na anapoendelea kuzama katika yale maji mengi, God had already prepared a big fish who swallowed him up. tayari Mungu ni mwenye kuandaa samaki mkubwa apate kummeza Yona. And so he's in this great fish for a number of days. Basi yumo katika huyu samaki mkubwa kwa siku kadha wa kadha. Let's look at verse 17, Jonah chapter 1 verse 17. Basi kitabu ambacho tutaangalia ni Yona sura ni ya kwanza aya ni ya 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3 mchana na usiku. Let's go to chapter 2 and verse 1. Tuingie katika sura ni ya 2 aya ni ya kwanza. And Jonah prayed to the Lord, Ndipo Yona akamuomba Bwana. and from the belly of the fish. Katika tumbo ya yule samaki. And listen to what he says in his prayer. Hebu sikiza anavyotamka Yona katika ombi I lake. cried out to the Lord because of my affliction, Namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, and he answered me. naye akaniitikia. Out of the belly of Sheol, another word for the grave, Katika tumbo la kuzimu, katika jina lingine kaburi, I cried and you heard my voice. naliomba nawe ukasikia sauti yangu. For you cast me into the deep, Maana ulinitupa vilindini, into the heart of the sea. ndani ya moyo wa bahari. Now was Noah dead or alive while he was in this state? Basi huyu Yona alikuwa yuhai ama alikuwa amekufa alipokuwa ndani ya vilindini? He was alive. He was still alive in the fish. Huyu bado alikuwa hai pale ndani ya tumbo la samaki. Now listen to this interesting words here that he's using. And the floods surrounded me. Basi sikiza haya mambo ya kufurahisha ambayo yeye anatumia kwamba gharika ya maji ikanizunguka pande zote. All your billows and your waves passed over me. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Verse 4, then I said, I have been cast out of your sight. Fungu la 4 inasema kwamba nami nikasema nimetupwa mbali na macho yako. Yet I will look again to your holy temple. Lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu. Now again he mentions the waters. The waters surround me, even to my soul.
basi anatamka maji, anasema maji yalinizunguka hata nafsini mwangu. The deep closed around me, weeds were wrapped around my head. Vilindi vilinizunguka, mwani ukizingia kichwa changu. So we see him in the deep, in the belly of this fish. Basi tunamwona akiwa vilindini na akiwa katika tumbo la samaki. Now Jesus died Friday afternoon around 3 o'clock. Basi Yesu alikufa Ijumaa jioni, tuseme saa 9 ya jioni. But because of prophecy, we know what Jesus' thoughts were when he was on the cross. Basi kwa sababu ya unabii tunajua mawazo yake Yesu alipokuwa pale kwenye msalaba. Jesus was crucified around 9 o'clock in the morning on Friday morning. Basi Yesu alisulubiwa saa 3 asubuhi Ijumaa. Jonah talks about the waters that surround him, that he's in the deep. Basi Yona ananena kuhusu maji ambayo yanamvingira anapokuwa vilindini. But in the Messianic Psalm, Psalm chapter 69, Basi katika hii Zaburi ya Masihi, nayo ni Zaburi 69. Psalm chapter 69, we see very similar language regarding water. Although Jesus was on dry ground on the cross, Basi katika Zaburi 69 tunaona tena lugha sawia kuhusu maji, licha ya Yesu kuwa katika nchi kavu pale kwenye msalaba. but David was given insights through the gift of prophecy regarding what Jesus would be thinking on the cross, although it was 800 years earlier. Basi lakini Daudi alipatiwa maono kuhusu yale ambayo Yesu ni mwenye kutafakari pale kwenye msalaba, haijalisha kwamba ilikuwa miaka 800 kabla. Let's start with verse 1. Save me, O God. Basi fungu la kwanza Zaburi 69 inasema, Mungu uniokoe, For the waters have come up to my neck. maana maji yamefika mpaka nafsini mwangu. I sink deep in mire where there is no standing. Ninazama katika matope mengi pasipowezekana kusimama. I've come into deep waters where the flood overflows me. Nimefika penye maji ya vilindi, mkono wa maji unanigharikisha. Let's go to verse 14. Hebu tuende katika fungu ni la 14. Deliver me out of the mire Uniponye kwa kunitoa and let matopeni, me not sink. wala usiniache nikazama. Let me not be delivered to those who hate me. Na niponywe nao wanichukiao. And out of the deep waters, Na katika vilindi vya maji, let not the flood overflow me, mkondo usinigharikishe, nor let the deep swallow me up. wala vilindi visinimeze, Let not the pit shut me in with its mouth. wala shimo lisifumbe kinywa chake juu yangu. So here we see very similar language used. Now, if you read the whole of Psalm 69, you'll clearly see it's Jesus' thoughts when he's on the cross. We don't have time to go into all of that now. Basi hapa lugha ambayo inatumika ni sawia na ile ambayo tulishasoma, na unaposoma kwa uzima hii sura ya 69 utagundua haya ni maneno yake Yesu alipokuwa kwenye msalaba. But Jesus in the spiritual sense was already in the heart of the earth while he was on the cross before he even died. Basi Yesu ni hakika ya kwamba alikuwa katika moyo wa nchi kabla hata kuingia kwenye msalaba ili afe. Jesus was under the condemnation of our sins and he was bearing them. Na Yesu alikuwa katika hukumu ya dhambi zetu na yeye ni mwenye kubeba. Now, when did that start? When did he start bearing our sins in that sense? Basi alianza kufa lini? Ni lini Yesu alianza kubeba dhambi kama mizigo yake? We know that Jesus on Thursday night had the Lord's Supper, the Passover. Siku ya Alhamisi jioni Yesu ni mwenye kuwa na Pasaka ambayo ni meza yake Bwana. And when they had finished the Passover, Na walipotamatisha meza yake Bwana, they went to the Garden of Gethsemane. waliingia katika shamba la Getsemane. And in the Gospel of Matthew chapter 26, Na injili yake Marko aya ni 26, mlango ni 26 in verse 38, na fungu ni la 38. we already know that Jesus is suffering under the weight of our sins. Na tunajua Yesu ni mwenye kuteseka kwa sababu ya mzigo wa dhambi zetu. Our sins are crushing out his life. Dhambi zinafinya uhai uliokuwa ndani yake. Because he says to his disciples, Maana ni mwenye kunena katika wanafunzi wake. Matthew 28 verse 38, Mathayo sorry, 20 26 verse 38. samahani, Mathayo 26 na fungu ni la 38. This is before he has those three very earnest prayers in the Garden of Gethsemane. Hapa ni kabla Yesu kufanya maombi matatu ya muhimu katika lile shamba. He says to them, my soul is exceedingly sorrowful. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. How sorrowful was he? Basi huzuni ulikuwa kiwango kipi? Well, he says even unto death. Anasema kiasi cha kufa.
And then if we read the Gospels, we see that Christ 3 times pleaded with God if it was possible for the cup that he was to drink to be taken away. Na tunaposoma Injili, Kristo ni mwenye kumsihi Bwana ya kwamba ikiwezekana kikombe hicho kiondolewe kwake. We talk about being saved by the blood of the Lord Jesus Christ. Tunanena kwamba tunaokolewa kwa damu yake Yesu Kristo. And he was scourged and he bled. Na yeye ni mwenye kupatiwa matone anapovuja damu. The crown of thorns was put on his back, on his head, and he bled. Taji la miiba liliwekwa kwenye kichwa chake na alifanya kuvuja damu. He was nailed to the cross and he bled even more. Alisulubishwa pale msalabani kwa misumari na hakika alivuja damu zaidi. But we know in Luke chapter 22 and verse 44, basi tunapojua katika Luka 22 fungu ni la 44, that Jesus even started bleeding before he even got to the cross or was scourged. Yesu ni mwenye kuvuja damu kabla hata kuwekwa kwenye msalaba ama kabla ya kutundikwa viboko. Our sins were crushing the life out of Jesus as the Father separated from him. Dhambi zilikuwa zinafinya uhai uliokuwa ndani yake, namna ambavyo baba naye alikuwa anajitenga na mwana wake. Luke 22 verse 44 says, and being in agony, basi Luka 22 fungu ni la 44, Biblia inasema hivi, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki. So it says, being in agony, he prayed more earnestly. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Then his sweat became like great drops of blood falling to the ground. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Now that's called, I think it's called hematosis. Basi hiyo ni kutoka tu damu. Or something like that. And any people that have been in such severe stress, when they start actually the capillaries burst out of the sweat glands, then goes blood and sweat. Basi watu ambao wamekuwa katika msongo mkubwa kabisa, mishipa yao huwa inapasuka na badala sasa damu ni yenye kuvuja. Where people have experienced that, they have died of shock shortly afterwards. Watu wengi kama hao wameisha kufa kwa ajili ya mshtuko. But Jesus was not to die in private. Lakini Yesu hakuwa ni mwenye kufa faragani. So an angel is sent to strengthen him. Basi malaika akatumwa ili amtie Yesu nguvu. So Jesus was in that sense already in the heart of the earth, paying the price for our sins starting on Thursday night. Wakati huo basi siku ya Alhamis jioni tayari Yesu alikuwa katika moyo wa nchi, maana ameshabeba dhambi na tayari anavuja damu. So we know it was 3 nights and 3 days. Basi ni wazi ya kwamba ni siku 3 pamoja na mchana 3. So it started Thursday night. Basi alianza Alhamisi jioni usiku. Then Friday night. Na vile vile Ijumaa usiku. Then Saturday night, 3 nights. Jumamosi usiku. Hizo ni usiku 3. Then we start counting the first day as Friday morning. Basi tunapoanza kuhesabu siku ya kwanza ni Ijumaa asubuhi. Sabbath morning, the second one. Vile vile Sabato asubuhi ni ya pili. And the third one Sunday morning when Jesus raises from the dead. Na ya tatu ni Jumapili asubuhi wakati ambapo Yesu ni mwenye kufufuka kutoka kwa wafu. So according to my study, I think that's more accurate understanding of the 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Basi sawa sawa na mafunzo yangu, huo ndio kuelewa kwangu tunaposema siku 3 na usiku 3 ndani ya moyo wa nchi. Now we're running out of time. I wonder if we got time for one more. I'll leave it for tomorrow night. Probably leave it for tomorrow night. Basi maana muda umeyoyoma, tutaacha swali lingine kwa ajili ya kesho jioni. Okay, so let's get to our message for this evening. Basi tutaingia katika ujumbe wa siku ya leo. Now last time we met together we spoke about the Antichrist. Basi tulipokutana juzi tulinena kuhusu mpinga Kristo. And we particularly looked at Daniel chapter 7. Na hasa tuliangalia kitabu cha Danieli sura ya 7. Can you remember how many identifying marks there were to show us who the Antichrist was in Daniel chapter 7? Basi ni vipengee vingapi ambavyo vilituonyesha ya kwamba huyu mpinga Kristo yuko na ni katika Danieli 7? Vipengee vilikuwa vingapi? 10. I heard someone say 10. Yes, correct, 10. Pana mtu ambaye ameshasema 10 na ameshapata. Now what is the importance of this study? Why do we need to know who the Antichrist is? Basi umuhimu wa funzo hili ni nini? Mbona tupate kumjua yule ambaye ni mpinga Kristo? Well, it actually encapsulates the conflict between truth and error, between good and evil. Basi yeye ni mwenye mzozo kati ya wema na uovu, kati ya ukweli na uongo. It's a conflict for your heart and it's a conflict for my heart as well. Basi ni mzozo katika moyo wako pamoja na moyo wangu. The question is, to whom will we pledge our allegiance? Basi swali ni kwamba sisi tutapata kutii na kukua katika sehemu ya nani? To God or to Satan? Ama ni Mungu ama ni Ibilisi? Now we know that Satan uses deception and misinformation to distract people.
Ibilisi ni mwenye kutumia uongo na habari potovu ili apate kutoa watu kutoka kwa mwelekeo sawia. He wants to distract them from the source of life, source of hope, and our source of happiness. Yeye anataka tusikose kuwa na tumaini katika furaha, tumaini katika amani, na vile vile kuwa na tumaini la maisha. The devil will even act as your friend to your face. Yeye atajifanya kuwa rafiki yako peupe, But behind your back he's accusing you to God continually. lakini nyuma yako yeye ni mwenye kukushtaki usiku na mchana mbele zake Mungu. I was speaking at a church maybe 3 months ago. Miezi 3 hivi iliyopita mimi nilikuwa ni mwenye kunena kwenye kanisa. I had to travel about 700 or 800 kilometers to get to this church. Nilikuwa ni mwenye kusafiri kilomita 700-800 ili nifike katika hili kanisa. And one of the elders invited me to stay at his house while I was there. Na mzee wa kanisa ni mwenye kunialika nipate kudumu katika makao yake nilipokuwa katika lile kanisa. They had a beautiful big house. Basi nyumba yao ilikuwa ni kubwa tena yenye kupendeza. And as I walked into the house, it had this big long passage that went right to the end of the house where I was going to stay. Basi mimi nilipokuwa nikiingia katika ile nyumba nikaona ua ambalo lilikuwa natembea pale ambapo ningeenda kuishi. And as I walked down to my room, there was a door in front of me closed. I go, no, that's not your room. Our daughter stays there. Basi nilipokuwa naingia katika chumba changu kilikuwa kimepakana na kingine. Nilipojaribu kufungua hiki kingine wakaniambia, la, hicho sio chumba chako, maana binti yetu ni mwenye kuishi pale. And she's got mental health problems. Na yeye ana tatizo la kichwa. Your room is this way. So I went through the door and there was a beautiful room and it even had its own bathroom. Basi wakapata kunionyesha chumba changu ambacho kilikuwa kinapendeza na hata kilikuwa na bafu. The next morning I wake up, we have breakfast before we go to church. Asubuhi iliyofuata nikafanya kuamka, tukawa na kiamsha kinywa kabla hatujaingia kanisani. And they tell me the story of someone that they know. Basi wao ni wenye kunisumulia hadithi ambayo walikuwa wanamfahamu huyo mtu, Who adopted 2 girls from India. ambaye alichukua watoto wawili kutoka bara la India ili awakuze. One of the girls was actually very quiet. Binti mmoja alikuwa ni mtulivu sana. And she was okay while she was still in primary school. Alikuwa yuko sawa alipokuwa katika shule ya msingi. But then all of a sudden she came into high school, they started bullying her at the school. Lakini pindi tu alipoingia katika shule ya upili, watoto wengine wakawa ni wenye kumtesa. And she became quite withdrawn and isolated. Na yeye akajitenga na wao na akawa peke yake. And one day while they're in the kitchen standing there, Na siku moja walipokuwa pale jikoni wamesimama, this girl drops to the ground and starts slithering like a snake. huyu mtoto akaanguka sakafuni na akaanza kunyemelea namna ilivyo na nyoka. And a man's voice comes out of her. Na sauti ya mwanaume ikatoka ndani yake. And it says, she belongs to me. Na sauti ikawa inasema kwamba huyu ni wangu. Then they confessed to me that's actually their daughter. Basi wakakiria kwamba hakika huyu ni binti yao, The one with the mental health problems. ambaye ni mwenye kichaa. It actually wasn't mental health, it was demonic possession. Basi haikuwa ni kichaa, lakini ni mwenye kupagawa na mapepo. So we went to church, preached, and that night I went back to my room to sleep. Basi tukaenda kwa kanisa kwa ajili ya mahubiri. Ilipofika jioni nikarudi kwa chumba changu nipate kulala. But now I know the person, there's only a wall between me and a person who's demon possessed. Basi mimi nikawa nafahamu ya kwamba kuta tu ndio imenitenga na yule ambaye ni mwenye kupagawa na And my mapepo. door doesn't have a lock. Na mlango wangu pia I can hauna close the kufuli. door, but I can't lock it. Mimi naweza kufunga lakini siwezi kufunga na ufunguo. So I prayed a little bit more that night. Basi huo usiku nilifanya kuomba zaidi kidogo. Anyway, so it was around midnight that I went to sleep and I've been praying. Basi usiku wa manane hivi ikafika niende kulala, lakini nilikuwa katika maombi. Because the people's story really disturbed me. Maana hadithi hii walionisimulia ilinisumbua sana. Why did it disturb me? Basi mbona hadithi hii ifanye kunisumbua? Because they had some help with somebody trying to cast out all the demons out of this girl. Maana tayari walikuwa wameshajaribu kutafuta namna ambavyo huyu mtoto mapepo yangetokomezwa The kutoka situation kwake. had got worse and worse and worse. Hali ya huyu mtoto ilikuwa imezoroteka zaidi na zaidi. And they'd systematically cast out one demon after the other. Walikuwa ni wenye kujaribu kutokomeza pepo moja na mwingine na mwingine. And the father had articulated, written everything down, even the names of demons and so on. Na baba yake alikuwa tayari amesha nakili kila pepo ambaye alikuwa ametokomezwa kutoka kwa huyu binti. This happened over a
6-month period. Hiki kilitendeka katika muda wa miezi 6. And they were fasting and praying, and they had help from other people. Na wao walikuwa ni wenye kuomba na kufunga, na hata walipata msaada kutoka kwa watu wengine. And they told me, you know that the power of the blood of the Lord Jesus Christ and his name is very powerful. Na wao wakanisimulia kwamba nguvu na zilizo katika damu yake Yesu ni nguvu za ajabu. Human beings may resist the call of Jesus. Binadamu wanaweza kukataa wito wake Yesu. But when you proclaim something in the name of the Jesus, the demons have to obey. Lakini unapotangaza kitu kitumie jina lake Yesu, basi mapepo yanatokomea. At times they were so tired, they said, Lord, you've given us authority in the name of Jesus. We're so tired, we just give it back to you to use. Basi kuna wakati ambao walikuwa wamechoka, na hata wanamwambia Bwana, umeshatupa mamlaka katika jina lake Yesu. Sisi tunakurejeshea yale mamlaka ili ufanye kuyatumia. And they'd see their daughter being used as a medium and demon voices speaking through her. Na wao wanamwona binti yao akitumiwa kama chombo cha mapepo, na mapepo ni yenye kuzungumza kumpitia kwa binti yao. And at that times when they were so tired, they would look up and this demon was looking up into the sky talking to someone they couldn't see. Na wakati wao wamechoka ajabu, lakini binti kupitia kwa hiyo mapepo ni mwenye kutazama juu na kunena na mtu kwenye anga ambao hawamuoni. And they even heard the saying, I remember you, we were in heaven together. Na wanasikia akitamka ya kwamba nakukumbuka, maana tulikuwa pamoja na wewe pale mbinguni. Angels of God was doing the work to get rid of the demons. Malaika wa Mungu ni wenye kufanya kazi ili waweze kuwatokomeza yale mapepo. And after 6 months they got down to the very last demon. Na baada ya miezi 6 walifikiria kwamba wamefika katika yule pepo wa mwisho. And they struggled. This demon kept on saying he's the demon of gun. Basi huyu pepo ni mwenye kuendelea kusema yeye ndio pepo wa gun. And they go, what does that mean, demon of gun? Is it demon of violence, demon of... But they don't know what it meant. Basi walikosa kujua maana hilo neno ya kwamba huyu ni pepo wa gun. But Satan is the father of lies and so are the devil. So the devil was trying to deceive them. Basi ibilisi ni baba wa uongo pamoja na mapepo, maana ibilisi alikuwa ananuia kuwadanganya. And this demon just wouldn't leave. Na huyu pepo alikataa kutokomea. And then finally one of the people that were helping them said, we may not be able to get rid of this demon. Basi mmoja wapo wa wale ambao ni mwenye kuwasaidia aliwaambia, uende kawa tutaweza kumtokomeza huyu And the pepo. parents were desperate, saying, why? We've come so far in 6 months. This is one more left. Basi wazazi wakauliza, mbona tumefanya wale wote wameshatoka na ni huyu tu mmoja aliyesalia. But what had happened, Lakini kilichotendeka, when this little girl was small, huyu binti alipokuwa mchanga, this demon came to her because she had been dedicated to the devil while she was in the other country where she was born. huyu pepo aliingia kwake, maana alikuwa ameshawekwa wakfu katika taifa yake alipozaliwa. And what had happened is he was her friend. Ya kwamba huyu pepo alikuwa ni rafiki He yake. would sing to her. Huyu pepo ni mwenye kuimba kwa yule binti. He would tell her stories and little jokes. Huyu pepo angempatia hadithi na pamoja angempatia mambo ya ucheshi. So he was a familiar spirit to her but appeared friendly. Huyu pepo alionekana anamjua na alikuwa anaonekana kuwa rafiki. And at the end of the day it came down to the choice of this young lady who was now in her 30s. Basi mwisho ilikuwa kwamba huyu binti afanye kuamua, maana tayari miaka iko katika 30. She didn't want to let go of her so-called friend. Hakutaka aachane pamoja na yule ambaye kwa mabano tunasema ni rafiki. The family were devastated. Basi familia ilidhoofika. And you know that story in the Bible where it says when a demon is cast out, Basi mnafahamu hadithi iliyo katika Biblia ya kwamba mapepo yanapotokomezwa, he goes around here and there and he cannot find any rest. yeye ni kutembea hapa na pale na hapati pali pa kutulia. Then he comes back to the place where he was cast out before. Yeye ni mwenye kurudi sehemu aliyotokomezwa And he finds it empty, na anapata ikiwa tupu, clean swept, imefagiliwa safi and set in order. na imepangwa vilivyo. That's why often when we've prayed here for people to ask for confession of their sins, when Christ cleanses them, Basi huo ndio wakati ambapo tunapoambia watu watubu dhambi ili Kristo ni mwenye kuwatakasa. we ask that God would fill them with the Holy Spirit. So if a demon comes back, it's already full with the Holy Ghost. Tunamwomba Mungu apate kuwajaza na Roho Mtakatifu ili mapepo wanapokuja wanapata tayari moyo umejazwa na Roho Mtakatifu. So when that last demon wouldn't leave because the daughter didn't want it to leave, Basi maana huyu pepo wa mwisho amekataa kutoka, maana binti hataki pepo aondoke. he kept on bringing more and more wicked and more evil demons into her body again. Ni mwenye kuleta mapepo wengi na wengi tena waovu zaidi katika mwili wa yule binti. Her situation is so bad now because she's been deceived by this devil thinking that he's her friend. Hali
hali yake ikazoroteka, maana ni mwenye kudanganywa na ibilisi na anadhani ya kwamba ibilisi ni rafiki. You can't even have a conversation with her now. She's totally incoherent. Hawezi hata kunena pamoja na yeye, maana yeye sasa hako katika fahamu sawa. So when I say to you that the devil sometimes can act as your friend, he's deceiving you if you think you're friends with the devil. Basi kuna wakati ambapo nakwambia pengine rafiki ibilisi anajifanya kuwa rafiki, lakini ni mwenye kukudanganya. Now there's more to that story, but I won't finish it tonight. We don't have time. Basi hatutamaliza hiyo hadithi kwa sababu ya muda. But he accuses us before God day and night, the Bible tells us. Biblia inatuambia ibilisi anatushtaki mbele zake Mungu usiku na mchana. The Hebrew name Satanas means adversary or accuser. Basi hili jina tamasi katika Waibrania 9 ya kwamba ni mshtaki wetu. So he is the adversary of the Lord Jesus Christ. Yeye ni adui wake Bwana Yesu Kristo. And he's also the accuser of the brethren. Na yeye pia ni mshtaki wa watakatifu. So let's go to Revelation chapter 12 and verse 10. Basi tutaingia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ni ya 12, aya ni ya 10. And this is around the time basi huu ni wakati when Jesus died on the cross and he proved Satan to be a liar. Yesu alipokufa msalabani na kathibitisha ya kwamba ibilisi ni muongo. And it says, then I heard a loud voice in heaven saying, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, now salvation, the strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. Sasa kumekuja uokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu. For the accuser of our brethren who accuses them before God day and night has been cast out. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Here we are clearly told that Satan is the accuser of the brethren and that he accuses them day and night before God. Hapa tunaambiwa wazi ya kwamba ibilisi ni mwenye kushtaki ndugu zetu na yeye huwashtaki mbele zake Bwana mchana na usiku. So what Satan does here is he acts like a friend to some people, but behind their backs he's accusing them, saying these people aren't worthy to be saved, they are sinners. Basi anachofanya ibilisi ni kwamba mchana anaonekana kuwa rafiki yako, lakini pembeni ni mwenye kumwambia Mungu hawa hawafai kuingia katika ufalme, maana wao ni wenye dhambi. So Satan is an accuser and an adversary. Yeye ni mshtaki na vile vile ni adui. But the Hebrew verb satanas means to obstruct or to oppose. Basi hili neno katika Kiebrania satana ina maana ya kwamba kukinga au kupinga. Satan is trying to oppose the work of salvation that Jesus Christ is trying to accomplish so that he can come. Yeye anajaribu sana kupinga kazi ya Mungu ya Yesu ili Yesu asifanye kurudi. So let's go to 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3 and 4. Tutaingia kitabu cha Wathesalonike ya pili, sura ni ya pili, fungu ni la 3 hadi 4. 2 Thessalonians chapter 2 and reading verse 3 and 4. Wathesalonike ya pili, sura ni ya pili, aya ni ya 3 pamoja na 4. It said, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed, the son of perdition. Mtu awaye yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu ukafunuliwa yule wa kuasi, mwana wa uharibifu. Right, so reading verse 4. Basi tunasoma fungu ni la 4. Who opposes and exalts himself. Yule mpingamizi ajiwinuaye nafsi yake. We are reading here about the Antichrist power. Basi hapa tunasoma kuhusu nguvu za mpinga Kristo. And one of the things he does is to oppose. Kazi moja anayofanya ni kupinga. Who is he opposing? Basi ye anampinga nani? He's opposing Christ for the work that he wants to accomplish here on earth to save as many souls as possible. Anampinga Kristo maana ni mwenye kusudi la kufanya kazi ili apate kuongoa roho nyingi iwezekanavyo. It says who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. Anasema kwamba yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu au kuabudiwa. So that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Yeye ni mwenye kuketi katika hekalu la Mungu na katika kile kiti kujionyesha ya kwamba yeye ni Mungu. So this is what we are dealing with in regards to the Antichrist power. Basi tunakabiliana na haya tunaponena kuhusu nguvu za yule mpinga Kristo. It is a system of governance and worship. Basi ni utawala ambao umejipanga kwa ajili ya ibada.
In other words, a combination of church and state working together. Basi ni taifa pamoja na kanisa likishirikiana katika kazi. A theocracy, if you will. Basi ni kanisa na taifa pamoja. But this theocracy has been set up by Satan on earth to oppose the work of God. Hii ratiba imetengezwa naye Ibilisi ili iweze kupinga kazi yake Mungu. But the confusing part is, or the deceptive part, Lakini sehemu ya utata is that Antichrist claims to promote Christianity. huyu mpinga Kristo anasema ya kwamba ye anaendeleza So let's go to Ukristo. Let's go to Revelation chapter 13 verse 1 and 2. Basi tutaingia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 fungu ni la 2. Why do I say that Satan sets up Antichrist? Basi mbona tunasema ya kwamba Ibilisi ni mwenye kuleta huyu mpinga Kristo? Because that's what the Bible tells us. Maana Biblia imeshanena hayo. And it says verse 1, Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Now the beast which I saw was like a leopard. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa wa mfano wa chui, His feet were like the feet of a bear, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, and his mouth like the mouth of a lion. na kinywa chake kama kinywa cha simba. So this is the Antichrist power, and the Bible says the dragon gave him his power, his throne, and great authority. Basi huyu ni mpinga Kristo, na Biblia inasema yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. So who gives him his power and great authority? Basi anampa nguvu pamoja na uwezo mwingi. It's the dragon that gave him his power and his seat. Basi ni joka mwenye kumpa pamoja na kiti. So who is the dragon? Basi huyu joka ni nani? Revelation chapter 12 verse 9, just one chapter back. Basi Ufunuo 12 fungu ni la 9, tunarudi tu katika sura moja nyuma. So it tells us the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. So who is the dragon? It's the devil and Satan. Basi nyoka ni nani? Nyoka ni nani? Ni Ibilisi ambaye ni Shetani. Now it says that he deceives the whole world. Basi audanganyaye ulimwengu wote. So the world must think this is a good power. Basi ulimwengu unadhani ya kwamba hizi ni nguvu sawa. And then it's told that he was cast to the earth, and the angels were cast with him, those angels that went with him. Akatupwa hata nchini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye, malaika waliokuwa pamoja naye. Now note in this verse that Satan deceives the whole world. Basi hebu tazama ya kwamba Ibilisi ni mwenye kudanganya ulimwengu wote. Let's go back to Revelation chapter 13 and see how he does it. Basi hebu turudi katika Ufunuo 13 tuone namna ambavyo Ibilisi ni mwenye kudanganya. Let's look at Revelation 13 and verse 3. Ufunuo 13 aya ni ya 3. So we see here that the Antichrist power, I saw one of his heads, referring to the beast, as if it had been mortally wounded. Basi nikaona kichwa kimoja cha vichwa chake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. And his deadly wound was healed. Na pigo lake la mauti likapona. And all the world marveled and followed the beast. Na dunia yote ikastajabia mnyama yule. Let's look at verse 8. It's another parallel verse. Basi hebu tuangalie fungu la 8 ambalo pia liko sawia. All who dwell on the earth will worship him being the Antichrist. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Tunamsema yule mpinga Kristo. Can you see the word worshipped here used again? Basi unatazama hapa hili neno watamsujudu limeshatumika. As a matter of fact, in the 13th chapter of Revelation, the word worship or worshipped is used 5 times. Basi katika sura hii ya 13 hili jina kusujudu limeshatumika mara ni 5. So also the word authority. Basi hili jina mamlaka. He's given global authority and he is worshipped. So it is definitely a religious power. It's not just a political power. Ni mwenye mamlaka katika ulimwengu na vile vile anasujudiwa. Basi ni nguvu za dunia pamoja na nguvu za kidini. But it says all who dwell on the earth will worship him. That's everyone. Ya kwamba wote wakao katika nchi watamsujudu kila mmoja. Well, just about, because it says except for those whose names are written in the book of life. Basi ila wale ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima. Of course, to read it the way it's written,
all those were worshipping whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Tutarudia kusema ya kwamba kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa msingi ya dunia. So the only way that we will not be deceived with the rest of the world is this. Basi ili tusipate kudanganywa namna ulimwengu unavyodanganywa, tutafanya hiki: is to have our sins forgiven and pardon written against our sins in the books in heaven. Ni dhambi zetu zifanye kusamehewa na jina msamaha liweze kuandikwa kando ya majina yetu katika kile kitabu kilicho mbinguni. If we've done that, our names are written and kept in the book of life. Basi tukifanya hivyo, majina yetu ni yenye kunakiliwa na kuandikwa katika kitabu cha uzima. But whose book is the book of life? Basi hiki kitabu cha uzima ni cha nani? It's the Lamb book of life. It's Christ's book. Ni kitabu cha Kristo, ni kitabu cha mwana kondoo. And those who know Jesus Christ intimately, who are his friends, wale ambao wanamfahamu Yesu kwa fika na ambao tena ni rafiki zake, can have assurance that their name will remain in that book. Wana uhakiki ya kwamba majina yao ni yenye kusalia katika kile kitabu. Because they will overcome the accuser and the adversary of Jesus Christ. Maana wao ni wenye kumshinda yule ambaye ni mshtaki pamoja na adui wake Yesu Kristo. But how are they to overcome? Basi watafanyaje ili wapate kushinda? Let's go back to Revelation chapter 12. Basi tutarudi katika Ufunuo 12. Revelation chapter 12 and verse 11. Basi Ufunuo 12 aya ni ya 11. They overcame him, nao wakamshinda, they being the believers and him being Satan. Wao ni waumini na huyu ni ibilisi. First by the blood of the Lamb. Kwanza ni kwa damu ya mwana kondoo. And secondly by the word of their testimony. Na pili ni kwa neno la ushuhuda wao. In other words, they didn't keep quiet about their salvation. They told others. Ya kwamba wao hawatulii wanapopata wokovu, bali ni wenye kunenea wengine. And that they loved their lives more, they loved Christ more than they loved their own lives. Na wao walimpenda Kristo zaidi ya kupenda maisha yao. Because the Bible says they did not love their lives unto death. Maana Biblia inasema hawakupenda maisha yao hata kufa. It is his blood and your testimony that overcomes the adversary. Basi ni damu yake pamoja na ushuhuda wako ambao unamshinda yule mwovu. So let's go and identify the Antichrist beast. Basi hebu tuende tujitambulize na huyu mpinga Kristo ambaye pia ni mnyama. Now, I have so much information on this, but we're just going to keep it very simple tonight so we can finish a little bit earlier. Basi nina mambo mengi kuhusu haya, lakini kwa sababu ya muda tutafanya kufupisha. I hope you can remember Daniel chapter 7 and what we studied when we met last time. Nataraji mnakumbuka Danieli 7 na yale ambayo tuliojifunza tulipokutana juzi. See, when the Protestant reformers studied the book of Daniel, they pinpointed to the Roman papacy as the little horn power or the Antichrist. Basi hawa wana matengenezo waliposoma kitabu cha unabii walipata kugundua kwamba pana yule ambaye ni mnyama na ambaye wamepata kumwashiria kama mpinga Kristo. Now they weren't trying to criticize their fellow believers. Many of them were still Roman Catholic. Wao hawakuwa wanakemea Wakristo wenzao ambao wengi walikuwa katika kanisa la Katoliki la Kiroma. So nor do we want to criticize anybody, but we want to be true and faithful to the word of God. Na sisi hatutaki kukemea wengine, lakini tungependa tupate kuwa waaminifu na wakweli katika neno lake Mungu. This is not a warfare amongst denominations. Basi haya si malumbano miongoni mwa dini. But it's us wanting to follow the Lamb wherever he leads us. Lakini ni madhumuni yetu ya kwamba tumfuate mwana kondoo popote anapotuongoza. So we do this respectfully and in humility. Basi tunafanya haya mambo katika heshima na kwa unyenyekevu. We want our friends in the Catholic Church, in other churches, in the Seventh-day Adventist churches, all to stand for Christ. Tungehitaji marafiki zetu walio katika kanisa la Katoliki, walio katika haya makanisa mengine, hata kanisa la Sabato, wasimame kwa ajili ya Kristo. Jesus has to be supreme for all of us. Lazima Yesu apate kuwa mkuu zaidi kwa ajili yetu sote. So remember there were 10 identifying marks in Daniel chapter 7. Basi hebu kumbuka katika Danieli 7 ya kwamba vidokezo ni 10. The first one is Ya kwanza ndio hii. that the little horn power arises from Western Europe. Basi hii pembe ndogo na nguvu zake zinachipuka kutoka Europa magharibi. That's clue number 1. Basi hicho ndicho kidokezo cha kwanza. Fact number 1, the papacy arose from Western Europe. The home or the seat of the papacy is Rome and Italy, which is right in Europe. Basi huyu papa amechupuka kutoka Europa magharibi, na kweli kiti chake pamoja na utawala wake uko pale Roma Italiano, katikati mwa Europa. Clue number 2. Kidokezo cha pili. It is a little kingdom. Basi ni utawala mdogo.
The Vatican is a little nation. Basi Vatican ni taifa ndogo. It's only about 40 hectares. It's 108 acres. It's very small. Basi ni ekari 108. Shamba lao ni dogo kabisa. Clue number 3. It arises after the 10 tribes of Europe were established. Basi kidokezo cha tatu ya kwamba hili linachipuka baada ya yale makabila 10 ya Europa kupata kuwekwa msingi. So the papacy arose to political power in 538 AD. Basi papa walipata kuingia katika nguvu za kisiasa katika mwaka wa 538 baada ya kuzaliwa kwake Kristo. And the kingdoms of Western Europe were already established by 476 AD. Na hizi tawala 10 zilikuwa zimeshatiwa msingi katika mwaka wa 476 baada ya kuzaliwa kwake Masihi. It overcomes 3 political powers as it rises to prominence. Na yeye anapochipuka ni mwenye kudhibiti mamlaka 3 za kisiasa. So fact number 4, the papacy uproots 3 tribes, the Vandals, the Heruli and the Ostrogoths. Na dokezo la 4 ni wazi ya kwamba hawa papa waliweza kutoa ama kung'oa makabila 3 ambayo ni Vandals, Heruli pamoja na Ostrogoths. So over time, most of the 10 kingdoms in Europe adopted Roman Christianity. Na muda ulipokuwa unaendelea, zaidi ya tawala 10 zilizokuwa Europa ziliweza kukubaliana na kujiingiza katika Ukristo wa Kiroma. However, 3 of these kingdoms opposed Rome and refused to cooperate. Lakini 3 kwa hizi 10 zilipinga na zikataa kujiunga na Warumi. Now these 3 powers were defeated by Catholic emperors. Na hizi 3 ziliweza kudhibitiwa na wamiliki wa Kikatoliki ambao walikuwa ni watawala wao. So these nations that yielded their allegiance to the Roman Catholic Church at the time, basi hizi taifa ambazo zilikubaliana na kuitikia utawala wa Kiroma nyakati zile, used their armies to get rid of these 3 kingdoms. basi walitumia majeshi yao ili waweze kuangamiza hizi tawala 3. The Heruli were removed in 493 AD. Kabila ya Heruli waliweza kung'olewa mwaka wa 493 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. The Vandals in 534 AD. Vandali waliondolewa miaka wa 534 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. And the last, the Ostrogoths at 538 AD. Na wa mwisho ambao ni Ostrogoth waliweza kuondolewa katika mwaka 538 baada ya kuzaliwa kwake Masihi. And as the Bible says, these 3 little horns were plucked out by the roots. Namna Biblia inavyosema hizi falme 5 ziliweza kung'olewa katika mizizi They yao. have disappeared from Europe and you cannot find any of their descendants. Zimetoweka kabisa na hata huwezi kupata uzao wao. Clue number 5, it is different from the other 10 powers. Dokezo la 5 ni kwamba hizi ni tofauti na zile 10. The papacy is both a political power and also religious power. The others were just political powers. Papa ni nguvu za kiroho, vile vile ni nguvu za kidunia, na zile zingine tu ni nguvu za kidini. And so if we look at Daniel 7:24, it clearly says that he's different from the first ones. He is a religio-political power. Danieli 7:24 inasema ya kwamba ni tofauti na yule wa kwanza, maana ni mwenye nguvu za kisiasa na vile vile na nguvu za kidini. So we look at clue number 7. Tunaangalia katika dokezo la 7. It would speak blasphemies against the God of the high. Basi yeye ni mwenye kunena maneno ya kufukuru dhidi yake Mungu. So fact number 7 is that the Pope claims to be God on earth. Ni wazi ya kwamba Papa anatangaza kwamba yeye ndiye Mungu katika ulimwengu. So according to the Bible, Sawia na Biblia, blasphemy is either claiming to forgive sins or claiming to be God. Unapokufuru ni kwamba wewe unasema una uwezo wa kusamehe dhambi na pia unasema kwamba wewe ni Mungu. So let's look at well, actually I'll quote this. Luke chapter 5 verse 21. Basi tutanukuu Luka 5 na aya ya 21. And it says the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Basi Wasadukayo pamoja na Wafarisayo wakaanza kufikiri na kuuliza, who is this who speaks blasphemies? ni nani huyu mwenye kunena maneno yenye kukufuru? Who can forgive sins except God alone? Ni nani mwenye kusamehe dhambi ila Mungu? So saying that you can forgive sins unless you are God is a blasphemy. Basi unaposema wewe ni mwenye kusamehe dhambi lakini wewe si Mungu, bali hapo unakufuru. Let's look at what the Bible says when a man claims to be God. Hebu tutazame Biblia inasema nini binadamu anaposema yeye ni Mungu. In John chapter 10 verse 33, the Jews answered him saying, Basi katika Yohana 10:33, for a good work we do not stone you. Biblia inasema hivi, Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, But for blasphemy. bali kwa kukufuru.
Because you being a man make yourself God. na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Now the papacy claims to be able to do both, forgive sins, and he claims to be God. Upapa unasema yeye ni zote, maana ni wenye kusamehe dhambi na wao tena ni Mungu. Pope Leo XIII in his great encyclical letter, Pope Leo ambaye alikuwa ni wa 13 He said- alisema haya maneno alipoandika moja ya barua zake. he said, we, that is the popes, Anasema sisi akina papa hold upon earth the place of God Almighty. katika ulimwengu sisi ndio wenye tumeshikilia nafasi zake Mungu mkuu. And then in the Catholic National, July 1895, Na toleo ya Katoliki ambayo ilikuwa mwezi wa 7 mwaka 1895 it says the Pope is not only the representative of Jesus Christ, ya kwamba papa yeye hamwashiri Yesu Kristo, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. yeye ni Kristo lakini akiwa katika mwili wa binadamu. And then in regards to the Mass, the Lord's Supper, the Catholic Mass, Basi kuhusu misa ama meza ya Bwana ambayo washiriki wa Katoliki ni wenye kuifanya, says, thus the priest may in certain manner be called the creator of the creator. na huyu baba anaitwa muumbaji wa muumbaji. But when he says these words in Latin, hoc est corpus meum, Basi tunasema haya maneno katika Kilatino ambayo yanaitwa opes median, which is this is my body, ya kwamba anapoinua ule mkate anasema kwamba huu ndio mwili wangu. he creates as it were Jesus in the sacrament. Basi anamuumba Yesu katika hiyo sakramento. And this is on page 27 of Duties and Dignities of a Priest. Basi haya maneno yanapatikana katika ukurasa wa 7 ambayo yameandikwa kwa ajili ya kina baba walio katika kanisa lile. Okay, we're at clue number 8 now. Basi katika dokezo la 8, It would persecute God's people. itawatesa watu wake Mungu. So the fact is the papacy has persecuted and killed millions of people during the Dark Ages. Ni wazi ya kwamba papa wameshaua na kutesa Wakristo wengi zama zile za giza. The Church of Rome killed more people than Hitler did during World War II. Kanisa la Kiroma liliua watu wengi zaidi alivyofanya Hitler katika vita vya ulimwengu vya pili. Conservative estimates are at least 50 million. Ambayo idadi ambayo inasemwa ni tuseme watu milioni 50. But some researchers say it could be as high as 150 million people that were persecuted, martyred for their faith. Na utafiti mwingine unasema ni watu zaidi ya milioni 150 ambao waliuawa kwa ajili ya imani yao na hili kanisa. Millions of people were burnt at the stake for heresy Mamilioni ya watu waliweza kuchomwa kwa ajili ya kupinga, because they refused to follow the traditions of the church and follow the word of God. maana walikataa kufuata itikadi zake Mungu, lakini wao wakachagua kufuata neno lake Mungu. Clue number 9, it would be in power for 1,260 years. Dokezo la 9 ni kwamba watakuwa kwenye mamlaka katika miaka 1260. So the fact is that the papacy did rule from 538 AD Basi ni wazi ya kwamba utawala wa kipapa ulishikilia usukani mwaka wa 538 baada ya kuzaliwa kwa Masihi, as a religious and political power kama nguvu za ulimwengu pamoja na nguvu za kidini, until its political power was taken away in 1798. hadi mamlaka yakanyakuliwa katika mwaka 1798. So Berthier, which was Napoleon's general, came and took the Pope captive. Basi Bathia ambaye alikuwa ni akida wa Napoleon alikuja na kumteka nyara papa. And Pope Pius VI died in captivity in Valence in France. Basi huyu papa wa 6 ambaye anaitwa Pius aliweza kufa pale Ufaransa baada ya kutekwa nyara. Clue number 10. Basi dokezo la mwisho, The power would attempt to change times and law. nguvu hizi zitasema kwamba ni zenye kubadilisha nyakati na ujira. Fact number 10. Basi ni dokezo la 10. The papacy has attempted to change God's law and the 10 Commandments. Upapa umejaribu mara nyingi kubadilisha amri zake Mungu pamoja na zile amri 10. Firstly, Kwanza, the Catholic Catechism have shortened the Sabbath commandment from nearly 100 words to only 8 words. sheria yao Katoliki, ile sheria ya Sabato imebadilishwa. Maneno yamefupishwa kutoka maneno 100 hadi maneno 8. Not only that, in the Catechism, the second commandment is completely removed out of the 10 Vile Commandments. vile katika hiyo katekista amri ya pili imeondolewa kabisa kutoka kwa zile amri 10. That's the one that deals with idols, making idols and worshipping before them.
Basi hiyo ndio amri ambayo inanena kuhusu usitengeze sanamu wala usifanye kuziabudu. So now the fourth commandment of the Sabbath day Basi amri ya 4 ambayo inagusa sabato. in the Catholic Catechism is the third commandment. Basi katika katekista ya Katoliki hiyo ni amri ya 3. Now along with this, Na zaidi hayo, they even have some other encyclicals basi wako na mafunzo mengine called Rerum Novarum and Fratelli Tutti ambayo wanaita Rem pamoja na Petroli 2, that says if a person has need, ya kwamba kama mtu ni mwenye hitaji, he can go and take the property of someone else and he is not committing sin. basi yeye ni mwenye kunyakua mali ya mwingine anavyomiliki, na hiyo haitahesabiwa kuwa dhambi. But what does the eighth commandment say? Thou shalt not steal. Lakini amri ya 8 inasema usiibe. But they say if you have a need, you can just take, and that's not stealing. Lakini wanasema kama wewe unahitaji, hakika utachukua, maana huo sio kuiba. Now, when you've taken the second commandment out, Basi umeondoa amri ya 2, and the fourth commandment is now the third, and so forth, ya 4 ni imekuwa sasa ya 3, na tena mambo yanaendelea. you only have the 9 commandments. Lakini wewe sasa umesalia na amri 9. So they split the 10th commandment into 2. That's the one to do with coveting your neighbor's house and your neighbor's wife. Basi amri ya 10 ikagawanywa ikawa mara 2. Sehemu ya kwanza usimtamani mke wa mwenzio, na ya mwisho ya kwamba usitamani mali ya mwenzio. Now, any attempt to change God's holy law, which is holy, just and good, Basi unapojaribu kubadilisha amri yake Mungu ambayo ni takatifu, ambayo ni haki na ambayo ni nzuri, it's just another way of blaspheming the God of heaven and questioning his authority. basi ni katika njia nyingine unamkufuru Mungu aliye mbinguni, na pia unaleta swali katika mamlaka yake. So we can see here that the papacy actually fits all 10 the requirements of the identifying marks of the Antichrist. Basi tunaona ya kwamba upapa unaingia vizuri sana katika hizi dokezo 10 ambazo zinatuonesha mpinga Kristo ni nani. Now the Bible says that he received a deadly wound which happened in 1798. His political power was stripped. Basi Biblia inasema wazi ya kwamba ni mwenye jeraha la mauti katika mwaka wa 1798 baada ya kuzaliwa kwake Kristo, na huo ndio wakati ambapo papa waling'olewa. But his political power was established back to him in 131 years later in 1929 by Mussolini. Lakini hizi nguvu za kisiasa zilirejeshwa kwake miaka 130 baadaye. The Roman Catholic Church is not only a church, it is also a state, the Vatican. Basi Vatican sio kanisa tu, bali pia ni taifa. It is the only church that actually has ambassadors from other nations. Ndilo kanisa lenye mabalozi ambao wametoka kutoka mataifa mengine. Now the Catholic Church was very concerned during the Reformation. Basi ili kanisa liliweza kuwa na maswali mengi wakati wa matengenezo, When they were identified as the Antichrist. wakati ambapo watu walifanya kuwatambua ya kwamba wao ndio wapinga Kristo. So the Muslims were fighting them from without, Waislamu ni wenye kupigana na wao kutoka nje, and the Protestants protesting from within. na Waprotestanti wakawa ni wenye kuwapinga kutoka ndani. So they held a series of meetings in the city of Trent. Basi wakawa na mikutano kwa mfululizo katika mji wa Ufaransa, And they developed mji wa Trent. the Counter-Reformation. Na wao wakawa na ujumbe bandala. So one of the points they discuss is the authority of the Bible versus the authority of the Pope. Basi wakawa wanajiuliza mamlaka iliyo katika Biblia na mamlaka iliyo katika kitabu. But the Archbishop of Reggio said the following. Basi mwishowe waliweza kusema haya: The Protestants also believe in the authority of the church and tradition. Basi Waprotestanti nao pia wanaamini katika nguvu za kanisa na itikadi. He pointed out that the Protestants were keeping Sunday. Ya kwamba Waprotestanti pia wanatunza siku ambayo ni ya And he Jumapili. said it was the Catholic Church that changed Sabbath to Sunday under their authority. Na waliitikia kwamba kupitia kwa mamlaka yao Katoliki ndio walibadilisha Sabato kwa hadi ikafika siku ya Jumapili. And the Catholic Church said that Sunday was certainly not a day of worship based on the Bible. Na wao wakaitikia kwamba Jumapili sio siku ya ibada namna ilivyosema So Biblia. this is what he said in his address. I'll just summarize it. Basi kwa msasari tutasema aliyosema. The Sabbath is the most glorious day in the law and has been changed into the Lord's day. Basi Sabato ndio siku ya utukufu zaidi katika amri, lakini imebadilishwa katika iwe siku ya Bwana. Now we've already discovered that the Lord's day is the seventh day. Jesus says he's the Lord of the Sabbath. Basi tulishagundua kwamba siku ya saba ndio siku ya Bwana, maana Yesu alishaitikia kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato. But they insist on calling Sunday the Lord's day. Lakini wao wanasisitiza ya kwamba Jumapili ndio siku yake Bwana. It says these and other similar matters have now
ceased by virtue of Christ's teaching. ya kwamba haya pamoja na mafunzo mengine yameacha kuwa mafunzo yake Kristo, So they have not ceased by the virtue of Christ's teaching. In other words, Jesus never changed them. ya kwamba Yesu yeye hakubadilisha, Because Jesus says he came to fulfill the law, not to destroy it. ya kwamba Yesu alisema yeye hakuja kuangamiza torati bali kuitekeleza. And he says, but they have been changed by the authority of the church. Lakini wamebadilisha amri kupitia kwa mamlaka iliyo kwa kanisa. So those churches who claim sola scriptura, the Bible and the Bible alone, Kanisa ambalo linasema ya kwamba sola scriptura, ya kwamba Biblia na Biblia peke yake. this Catholic priest, Archbishop, actually says that they are submitting to the authority of Rome. Na Wakatoliki na baba wa Katoliki wanasema wao tayari wameshaitikia mamlaka yaliyo Urumi. And Rome claims that as a mark of her authority. Na Urumi unaitikia kwamba wao ndio wenye mamlaka zaidi. But now they turn to the issue of the Antichrist. Lakini sasa wanarudi katika swala hili la mpinga Kristo. This was their biggest weakness. Basi huu ndio ulegevu zaidi. So they wondered, how can they take the emphasis on the Pope as the Antichrist and shift it elsewhere? Basi iweje ya kwamba wachukue kuzingatia kwetu kwa papa kama mpinga Kristo tena tuweke mahali pengine. So two religious academics from the Jesuit order came up with some ideas. Wasomi wawili walikuja na maneno haya. One was Luis del Alcazar. Mmoja alikuwa anaitwa Luis del Alcazar. And he said that the prophecies of Daniel and Revelation only related to the Jews and pagan Rome. They were in the past. Basi ni mwenye kusema kwamba ufunuo ama unabii ulio katika Danieli na ufunuo huo unazingatia mambo ya Kiyahudi na upagani wa Kiroma ya kale. So they say that the Antiochus Epiphanes was the Antichrist of the past. Ya kwamba huyu alikuwa mpinga Kristo wa kitambo. But Antiochus Epiphanes didn't come out of Rome. He was a Grecian general, a Grecian leader. Huyu alikuwa ni kiongozi wa Yunani, hakutoka katika Roma. So he doesn't fit the description. Basi yeye haingii katika hiyo picha. So the other Jesuit priest was Francisco Ribera. Na palikuwa na papa mwingine ambaye alikuwa anaitwa naye Francisco Ribera. He published a 500-page commentary on Bible prophecy. Yeye alikuwa na maoni ya kurasa 500 kuhusu unabii kwenye Biblia. And he said the 3.5 years or the 1,260 days, Anasema hiyo miaka 3.5 katika hiyo miaka 1260. he denied the day for a year principle in Bible prophecy. Alikataa ya kwamba siku haiwezi kuwa mwaka namna ilivyo na unabii wa Biblia. And said it was sometime in the future for 3.5 years. Alisema itakuwa ni siku za usoni katika miaka 3.5. Now in the beginning, when the Protestants heard this, Basi hapo mwanzo Protestanti waliposikia haya, they all ran rings around it because they knew their Bible so well. wao walikataa, maana walikuwa wameshaelewa Biblia vilivyo. But over time, that view has become popular and even made popular by Robert Bellarmine and many others. Na sasa hivi watu wameshaitikia yale mafunzo, na hata pamoja na mwingine ambaye anaitwa Bali Belemaz pia ameshaitikia. Even the Schofield Bible study notes say the same now. Na hata Biblia zingine pale chini unaposoma zinaitikia na hayo mambo. So will the Antichrist power be part of the last day events? Basi hizi nguvu za mpinga Kristo zitakuwa katika yale matukio ya mwisho ya ulimwengu. Yes, it will. Hakika ndiyo. The Bible says in Revelation chapter 13 and verse 3, Biblia inatunenea katika Ufunuo wa Yohana 13 fungu ni la 3. and I saw one of his heads that had been mortally wounded, and his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. While the power of the papacy was broken in 1798, Nguvu za papa ziliweza kung'olewa mwaka wa 798. there would be another revival of its power, Patakuwa na uvuvio kwa ajili ya zile nguvu zake. because this deadly political wound would be healed, Maana hili jeraha la mauti lilenye kupona, and again the world will marvel and follow the beast. na ulimwengu utasajabu na kumfuata yule mnyama. Now, as we look at these studies, Lakini tunapojifunza, we don't want to pick on anybody specifically, sisi hatumlengi yeyote, but we can't do any otherwise than what the Bible teaches regarding this important subject. lakini hatuna budi ila kufuata ambayo Biblia inasema kuhusu hii Because mada, when any man claims to be God on earth, ya kwamba binadamu yote ambaye anasema yeye ni Mungu katika he's ulimwengu opposing the real God who created heaven and earth. anampinga Mungu halisi, muumbaji wa mbingu pamoja na ardhi.
And when any system says that they can forgive sins, basi kama kuna wowote wale ambao wanasema ni wenye kusamehe dhambi, they get rid of the real true sin forgiver, which is the Lord God and the Lord Jesus Christ. wanamuondoa yule mwenye kutusamehe dhambi wa kweli ambaye ni Mungu Baba pamoja na Mungu Mwana. So we don't want these people to stand in our way between us and God. Hatutaki hao watu wapate kukua vikwazo kati yetu pamoja na Mungu. The Bible tells us, Biblia inatunenea hivi, and I think it is in 1 Timothy chapter 2 and verse 5, kitabu ni Timotheo ya kwanza sura ni ya 2 aya ni ya 5, that there's one mediator between God and man, pana mpatanisho mmoja kati ya binadamu na Mungu, and that is the man Christ Jesus. na huyu ni Yesu Kristo. We didn't need another mediator. Hatumuhitaji mpatanishi mwingine. God has already provided a mediator, Mungu tayari ameshatupa and it is the upatanisho, Lord Jesus Christ. naye ni Bwana wetu Yesu Kristo. He is God and he is man. Yeye ni Mungu tena yeye ni binadamu. With his divinity, he lays hold of the throne of God. Akiwa Mungu yeye ni mwenye kushikilia na yuko katika hali ya kuwa mbele zake kiti chake Mungu, And with his human arm, he lays hold of each one of us. na mkono wake wa kibinadamu ni mwenye kutukumbatia kila mmoja wetu, And through Christ alone do we have access to the throne of God. na ni kupitia kwa Kristo tu ndipo tunapata uwepo katika kiti chake cha enzi. But there's a power that's been set up by Satan, the adversary, Na pana nguvu ambazo ibilisi ni mwenye kuzikita, na hizi ni nguvu za adui the opposer of God's kingdom. ambaye ni mwenye kupinga utawala wake Mungu. And this power opposes and exalts itself above all that is called God, all that is worshipped. Basi hizi nguvu zinapinga na kusimama dhidi ya yule ambaye anaita Mungu na dhidi ya ibada zote. And he sits in the temple of God, he's in the church. Ni mwenye kuketi katika hekalu lake Mungu, maana yumo And kanisani, exalts himself above all that is worshipped. na anajinua dhidi ya kila kitu ambacho kinaabudiwa. So the question today is for us, who will we worship? Basi swali kwetu sisi ni kwamba utamfanyia nani ibada? To whose authority will we bow? Basi utasujudu katika mamlaka ya nani? Will we accept the authority of the word of God, which has been authored by the Lord Jesus Christ? Tutakubali mamlaka yaliyo katika neno lake Mungu ambayo mwanzilishi ni Yesu Kristo, Or will we accept the authority of the Pope and the Magisterium, ama tutakubali nguvu na mamlaka yake Papa pamoja na utawala wake and the traditions that they have laid down? na itikadi ambazo wao ni wenye kuziweka msingi? So the Bible tells us at Jesus' time that he said that they were making void the commandments of God through their traditions. Basi Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanafanya amri zake Mungu ziwe bure kupitia kwa itikadi zao. And here we have a power that exalts tradition to make void the commandments of God. Na hapa tuna mamlaka ambazo zinafanya nguvu zake Mungu zionekane bure kwa kuinua itikadi zao. So friends, this is to do with our salvation. Basi rafiki, hii inaambatana pamoja na wokovu wetu. The whole world will be deceived. Ulimwengu kwa ujumla utadanganyika. To make sure that we are not deceived, we want to make sure our names are written in the Lamb's Book of Life. Tuhakikishe ya kwamba sisi hatufanyi kudanganywa, maana majina yetu yafanye kunakiliwa katika kitabu cha mwana If kondoo. our names are in the Book of Life, God will protect us from the deceptions. Basi ikiwa majina yetu yako katika kitabu cha uzima, Mungu ni mwenye kutukinga dhidi ya udanganyifu. Allow the Lord Jesus Christ to protect you. Umruhusu Bwana wetu Yesu Kristo apate kukukinga. And if you haven't made a decision for the Lord Jesus Christ today, I invite you to do that. Basi kama hujafanya uamuzi kwa ajili ya Bwana wetu Kristo, tunakupa nafasi ufanye hivyo siku ni ya leo. God already knows who those people will be that will be saved. Mungu tayari anajua watu wake ambao watafanya He kukombolewa. knows the end from the beginning. Mungu anafahamu mwanzo hadi mwisho. But as soon as you decide for the Lord Jesus Christ, your name is entered into the Book of Life. Pindi tu unapofanya uamuzi kwa ajili ya Kristo, jina lako linanakiliwa katika kitabu cha uzima. So I invite you to stand as we close with prayer this evening. Kwa hivyo nakualika upate kunyanyuka ili tufanye kumaliza na maombi jioni ya leo. And we want you to come forward and just to come and pray with us. Tungependa ufanye kuja hapa mbele ili tuombe pamoja. Because we want to make sure that we are those people who are found in the book. Maana tunataka kuwa na uhakika ya kwamba sisi ni wale watu ambao majina yetu yamo kwenye kitabu. This book is important to keep us from deception. We want our names in there. Hiki kitabu ni cha muhimu ili kifanye tusifanye kudanganywa, maana majina yetu yameshanakiliwa pale. But this book is also important for other reasons. Na hiki kitabu pia kina umuhimu fulani. And we read in the book of Revelation. Basi tutafanya kusoma kitabu cha Ufunuo. And I want to read from Revelation chapter 20. Basi Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 20.
And we'll read from verse 4. As you come forward, please. Tutasoma aya ya 4 mnapoendelea kuja mbele tafadhali. Revelation 20 verse 4, and it says, I saw thrones and those that sat on them. Ufunuo 24 Biblia inasema kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake. Then I saw the souls of those who have been beheaded for their witness to Jesus Christ and for the word of God. Nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. So these are the people who have been martyred for their faith, for their witness for Jesus, and also for the word of God, the Bible. Hawa wameshauliwa kwa ajili ya ushuhuda na pia kwa sababu wamesimama kwa ajili ya neno lake Mungu. But who are these people? Lakini hawa ni kina nani? It says, these are those who have not worshipped the beast or his image, Na hawa wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, and had not received his mark on their foreheads or in their right hands. wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao. These are the ones that are part of the first resurrection. Wale ndio watakao kuwa katika ufufuo wa And kwanza. they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Nao wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Now we're also told Na vile vile tunaambiwa that there would be a great judgment after the 1,000 years. basi baada ya miaka 1000 patakuwa na hukumu kuu. And it says there in verse 12 of Revelation 20, Basi tunaingia katika aya ya 12 na Ufunuo 20. and I saw the dead, small and great, stand before God, Nikawaona wafu wakubwa na kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, and the books were opened. na vitabu vikafunguliwa. What is that book called? Basi hicho kitabu kiitwaje? It said, which is the book of life. Na hiki ni kitabu cha uzima. And the dead were judged according to their works by the things that were written in the books. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Then it says the sea gave up its dead, and Hades gave up the dead. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na mauti na kuzimu zikatoa wafu. And each were judged according to their works. Wakahukumiwa kila moja kulingana na matendo yao. And verse 15, Na fungu ni la 15. and anyone not found written in the book of life Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, was cast into the lake of fire. alitupwa katika lile ziwa la moto. How important is it then that we have our names written in the book of life? Ni muhimu sana majina yetu yafanye kunakiliwa katika kitabu cha uzima. Because those who don't have their names written in the book of life will be deceived by the Antichrist. Maana ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima watafanya kudanganywa na mpinga The Kristo. Bible's very clear about that. Biblia hii wazi kwa ajili ya hayo. And then during the great judgment, if your name is not written in there, you will be thrown into hellfire. Basi katika hukumu kuu, ikiwa jina lako limekosekana pale, utatupwa katika lile ziwa la moto. Now, I do want to avoid hellfire. How about you? Mimi singependa niingie katika ziwa la moto, iweje na wewe? But more than that, I want to make sure that I have a relationship with the Lord Jesus Christ. I want to be in his book. Zaidi ya hayo, ningependa niwe na uhusiano pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, maana nahitaji niwe katika kitabu That is the chake. greatest privilege, to have a relationship with God and to be saved. Basi hiyo ndio fursa kubwa kabisa, kwamba uwe na uhusiano pamoja na Mungu na upate wokovu. Anyone who does not choose that when they have the opportunity is foolish. Basi yeyote ambaye hachagui hayo, yeye atachukuliwa kuwa mpumbavu. And those who make a choice for Jesus Christ, irrespective of your circumstances, Ambao wanafanya uamuzi kwa ajili ya Kristo, haijalishi hali are yako, very wise. basi wao ni wenye busara. And God wants us to be wise in regards to our salvation. Mungu anahitaji tuwe wenye busara kwa ajili ya wokovu wetu. So, Kwa hivyo the Lord tells us Mungu anatunenea that those who are wise, walio wenye hekima. and I'm only quoting now, we don't have time to go there, Daniel chapter 12 and verse 3. Basi tunanukuu maana ya muda, na ni Danieli 12 fungu ni la 3. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. If you were to see yourself now in the future as the redeemed of God because your name is in the book of life, Basi kama ungehitaji kujiona kama aliyekombolewa na Bwana, maana jina lako limo katika kitabu cha Kristo, you won't be able to recognize yourself. You will shine brightly like the stars. basi hautajitambua, maana wewe utang'aa sawia na nyota. That is the great and glorious and bright future and the hope that we have in the Lord Jesus Christ. Basi hiyo ndio mataraji makuu ambayo yanang'aa, ambayo tuko nayo katika tumaini lake Kristo. So is there anyone here that wants tonight
to decide that they want their name written in the Lamb's Book of Life, please Bas- come to the front and we would like to pray for you. Yeyote ambaye ameamua ya kwamba jioni ya leo ningependa jina langu lipate kunakiliwa katika kitabu cha mwana kondoo na kitabu cha uzima, utakuja hapa mbele tufanye You kukuombea. never know how many options you will have, how many choices you will have in life. Haujui utakuwa na fursa ngapi katika maisha, But don't miss opportunities. lakini usikose hii fursa. You don't know how many opportunities you have in life. Haujui fursa ni ngapi ulizo nazo katika maisha, Because we are going to be baptizing at least 57 people on Saturday. maana siku ya Sabato ni wenye kubatiza watu 57. And we want to make sure that your name is recorded in heaven. Tunataka kuwa na hakika ya kwamba jina lako limenakiliwa katika vitabu vya mbinguni. So is there anybody here that would just like to put up their name and say, yes, I would like to consider being baptized on Saturday? Basi yeyote ambaye angependa kunyanyua mkono na kusema hakika ningependa kupokea I want my ubatizo name written siku in ya heaven. Sabato, I want my name written in heaven. I want my name in the Lamb's Book of Life. ningependa jina langu linakiliwe mbinguni na hata katika kitabu cha uzima. This is so important. Basi hili ni jambo la muhimu. This is the most important decision you would ever be asked Huu to ndio make. uamuzi wa umuhimu ambao utaoifanya jioni ya leo. Is there anybody here that would like to say, yes, Lord Jesus? Yeyote ambaye anasema ndio Bwana Yesu Kristo, If you want to, please just raise your hand. tafadhali kama unahitaji wokovu nyanyua mkono. Praise God, brother. God sees you. Bwana sifiwe Mungu. I know there's happiness in heaven because of your decision. Is there anybody Mimi else? najua mbingu inashangilia maana umeshafanya uamuzi. Yeyote tena. We have room for more. We can Tuko na baptize more fursa kwa people. wengi. Tunaweza kubatiza watu wengi. We've got room for another 43. Tuko na nafasi kwa ajili ya wengine 43. So is there anybody else who would like to join this brother? Yeyote ambaye angependa kujiunga pamoja All na of heaven rejoices. ili mbingu What a ifanye great decision. That's kushangilia. the best decision you've ever made, brother. Uamuzi, Praise God. bora zaidi ambao umefanya ndugu. Any Bwana others that'd afanye like to make a kusifiwa. decision? Yeyote ambaye tena angetoa uamuzi Just sahihi. raise your hand, as simple as raising your hand and said, yes, Lord, Ni rahisi record my sana. name, I'm coming. Nyanyua mkono, ambia Bwana anakili jina langu maana mimi nafanya I'm kuja. willing to confess my sins and acknowledge that I need a Savior. Mimi ni tayari kukiri dhambi zangu na kukubali ya kwamba nahitaji mkombozi. And Jesus, you're the only one that can save me. Na Yesu pekee ndio mwenye kunikomboa mimi. Anybody else? Anybody else while we wrap this up? Yeyote yule ambaye yako tayari. Confess the Lord Jesus Christ before men. Kiri jina lake Yesu mbele ya binadamu. He confesses your name before the Father in heaven and your name goes into the book. Na yeye ni mwenye kukiri jina lako mbele za baba yake na jina lako linaingia kwenye kitabu. Deny the Lord Jesus Christ before men Basi unapomkataa Bwana Yesu Kristo mbele ya binadamu, and he will deny your name before God the Father in heaven. na yeye ni mwenye kukataa jina lako mbele za baba yake aliye mbinguni, And your name stays out of the book. na jina lako linakaa nje ya kitabu. Who would like to make that step? Just that step, come forward as you are. Don't worry about looking to change yourself or your circumstances. Just come as you are. Chukua hatua ukuje hapa mbele na usijali kujibadilisha, maana utakuja tu na utapokewa namna ulivyo. Now you may have many needs in your life. Uende ukawa na mahitaji mengi katika maisha yako. But Jesus tells us to seek first the kingdom of God and his righteousness. Yesu anatunenea kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki And then yake. all these other things that we need will be added unto us. He promises us Na that. haya mahitaji mengine yote tunayohitaji You tutazidishiwa. might be worried where your Anatupa next hiyo meal is ahadi. going to come from. How are you going to pay a bill? Uende kawa uko na hitaji ya kwamba nitalipa aje karo yangu. We worry about that, but we do not worry about eternal life. We need to be concerned about a relationship with God. Sisi tunajihusisha kwa hayo, lakini hatujihusishi katika mambo ya ufalme. Lazima tujisumbue na ufalme wa Mungu. Is there anyone else? Pana yeyote pale? Just raise your hand Basi nyanyua mkono that tafadhali, God can see. ili Mungu apate kuona. Anybody else that I've maybe not seen that the hand's gone up? Yeyote Just ambaye raise it high hatujaona enough so we mkono, can see. ukiweka mkono juu tafadhali. Okay, Asante. let's pray. Tutaomba. Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, today one of your children siku ya leo mmoja wa watoto wako has publicly confessed you amekiri wazi, and said, yes, Lord, I want my name written in the Lamb's Book of Life, slain from the foundation of the world. ndiyo Bwana, nahitaji jina langu lipate kunakiliwa katika kitabu cha uzima, aliyechinjwa tangia msingi wa ulimwengu. Father, we are so grateful for this life. Baba, tunashukuru kwa sababu ya huyu mmoja. Who can measure the value of one soul? Hamna mwenye kuthamini thamani iliyo katika roho moja. That soul cost the life of the Son of God. Hiyo iligharimu uhai wa mwana wa Mungu. How can we measure the value of the life of the Son of God? Tunaweza aje kupima uhai ulio katika mwana wa Mungu? But we know there's rejoicing in heaven over one sinner that repents than 99 that need no repentance. Na tunajua mbingu inashangilia kwa ajili ya mtenda dhambi mmoja ambaye ameshatubu zaidi ya watu 99 wasiohitaji toba. But if this was the only brother that would respond Lakini ikiwa huyu ndiye ndugu pekee ambaye angefanya kuitikia and be able to shine brightly through all eternity, ili apate kung'aa na umilele,
these last 2 weeks would have been worthwhile. haya majuma mawili yalikuwa yanatosha. But Lord, now we have 58 people who are getting baptized on Sabbath. Baba, sasa hivi tuko na watu 58 ambao ni wenye kutaraji ubatizo siku ya Sabato. Our heart greatly rejoices and we are glad Basi mioyo yetu imejawa na furaha. that we have fellow believers, another brother in the faith. Basi tuna muumini mwingine ambaye ni ndugu katika imani. Father, may you strengthen him. Baba, tunaomba umpate kumpa May you bring nguvu. courage to his heart. Hebu umpatie ujasiri katika moyo wake. May you bless him as he walks with you from now onwards. Mbariki anapotembea na wewe sasa hivi na kuendelea. May you bless him while he's sitting down and while he's standing up. Mbariki anapoketi na anaposimama. When he's lying down to sleep and when he's walking to do things. Anapolala na anapotembea kwa ajili ya pilika pilika. May you be his rear guard and may you go before him. Hebu upate kuwa mwelekezi wake na upate We kutangulia. give you thanks for him and we especially thank you, Lord Jesus Christ, for your salvation. Tunakushukuru kwake yeye na hasa tunakushukuru kwa ajili ya wokovu wako. Father, we recommit our lives to you. Those who have already committed their lives to you, we just raise our hands in recommitment to you. Baba, tena tunajitoa upya kwako wewe. Wale ambao tulishajitoa, nyanyua mkono ili tena ujitoe upya kwake Mungu. We don't want to be deceived. Hatutaki kudanganywa. And we're so grateful, Father, that you bring us your word that can set us free from deception. Tunashukuru Baba, maana wewe ni mwenye kutuletea neno lako ambalo litatukinga dhidi ya maongo. Father in heaven, we thank you and we praise you. Baba aliye mbinguni, tunakushukuru na pia tunakupa sifa. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. And God's people said, Na watu wa Mungu wafanye kuitikia. Amen. 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 Now, just to let you know, in about 10 minutes, we'll do a little bit of a presentation just on the screen here this evening as well, for those who want to stay afterwards. Dakika 10 tu baada ya hapa tutajifunza kidogo. We're going to take a magnificent trip through the universe Tutapita tu safari ya kutisha katika to ulimwengu. show the incredible handiwork of our God and our Creator. Tuonyeshe kazi kuu ya Mungu ambaye ni Bwana wetu So na if you stay, Muumbaji. we'll start in about 10 minutes or so. Tutaanza. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Take a step forward.